We bibi, mbona kama umechanganyikiwa? Yaani unajua mimi nashindwa kukuelewa. Unachanganya mada kila wakati. Yaani kila tukikutana unakuja na jipya. Aya, baba yangu yuko wapi hapa? Huyo baba yangu naye muongelea hapa yuko wapi? Mbona nashindwa kukuelewa wewe? Najua najisikia vibaya. Najua unaumia. Kuona ni kama vile nilikutenga baada ya wewe kufa. Lakini kiukweli sivyo. Nililazimika kuondoka nje na kijiji, kwenda kijiji kingine ili kwenda kujipanga zaidi. Baada ya wewe kufa, wachawi wangeniua na mimi pia. Maana kabla ya kifo chako uliniachia nguvu zako, nikawa na nguvu nyingi sana. Lakini kama ningebaki, ningehatarisha maisha ya mtoto wetu. Hivyo ilinilazimu kuondoka ili kuacha amani yake. Hawezi amini huko nilipokuwa. Nilikuwa nikikukumbuka kila muda, kila lisaa, kila dakika. Nilikuwa nikikuwaza wewe tu. Nilikuwa nikiumia. Sikuwa na cha kufanya. Naomba tu nielewe. Lakini kwa sasa hivi nimekuja ili kushirikiana na wewe, tuweze kuwamaliza wale wote ambao walikuua wewe. Hata kama ni kweli watu walitaka kukuua baada ya kugundua una nguvu nilizokuachia, lakini kweli Lazizi mpenzi, ulishindwa kuua hata wawili. Angalau kidogo hata nikirudi nikute umewapunguza. Ndio kwanza wameongezeka mpaka vitoto vya 2000 vimejazana. Alafu useme kweli kwamba ulikuwa ukinifikiria na unanipenda. Wewe si uongo. Kilichoniuma zaidi ni kumwacha mtoto wetu kijijini ukamterekeza. Mpaka leo hajui mama yake yuko wapi. Kumbe upo sehemu umejificha tu, umetulizana wala hujali. Unasema kwamba uliondoka kijijini kwa ajili ya usalama wa mtoto wetu, lakini ulifikiria kuhusu watoto wake anaowapata? Lisa, karibu sana. Hapa ndo tulipofikia sisi. Kipindi tunatoka kijijini, tulifikia mimi, Kidunga na Lisha pia. Lakini Kidunga katoka, aenda kujitafutia ajira huko mjini, na Lisha pia alihama, aenda kupanga. Kama unavyojua mjini mambo mengi, sio kama kijijini. Kule tunalima, lakini huku ndio uchakalike kweli kweli. Kwa nini akaona nikiendelea kukaa nyumbani taendelea kuwa tegemezi, kwa kaenda zake kufanyaje, kujitegemea. Kwa hapa tumebaki mimi na mume wangu tu. Na sijui yupo, sijui kalala, hata sielewi. Lakini jisikie upo nyumbani. Ngoja nikuchukulie kiti. Asante sana. Kiukweli nimepata faraja kubwa sana kukutana na watu ambao tunatoka kijiji kimoja. Maana hizi taarifa hata kama nikisema nimfikishie Mariamu, najua hataamini kama nimekutana na wewe. Haya, basi sawa, ngoja mimi niendelee kukaa ili kiti nikitie baraka. Sawa, subiri kidogo.
Kila mkeo akibeba mimba, watu walikuwa wanachukua. Kila mimba ilikuwa inachukuliwa na yote ulikuwa unayajua, lakini uliweza kunyamaza na ukafunga mdomo, lakini moyo ukaufanya kuwa mgumu. Hali ya kuwa wajukuu zetu ambao baadaye ndio kizazi chetu umewaacha wanaliwa, wanatafunwa na vigagura. Kwa hili niachie mimi. Nitalipa kisasi mwenyewe kama nilivyorudi. Mwili wa mtoto wangu na utumikisha vyema. Ninalipa kisasi. Lakini ninashukuru pia kupitia mimi mtoto wangu au mtoto wetu sasa hivi anaenda kuitwa baba kwa mke kwa mchawi Kigagura Bwanga. Usiseme hivyo chini ya pua. Wewe mwenyewe unajua kiasi gani ninavyokupenda. Hivi unaamini kama kwa miaka yote hiyo 10 sikuwahi hata kuwa na mwanaume mwingine? Kwa sababu sikuwa nahusiana na mwanaume yoyote. Ni wewe peke yako. Wewe tu. Lakini kama itakuwa ngumu wewe kuniamini, na kuahidi nitafanya mwenyewe. Nitalipa kisasi mwenyewe bila hata wewe. Nakupenda sana chini ya pua. Ni muda mrefu sasa umepita, lakini bado nilikuheshimisha. Bado nilijua ndo mwanaume wangu wa kwanza na wa mwisho. Unasema kweli? Ina maana miaka 10 hawajakuweka hapo? Umerudisha moyo wangu ambao ulikuwa tayari umesha kufa. Sasa umenikumbusha mbali enzi zetu za kibaba. Tunacheza kinyolinyoli, ule mpira wa kamnyegelano. Unaujua? Unaukumbuka? Tulikuwa kwa siku mara 3 kama dozi ya malaria, asubuhi, mchana na usiku. Ama kwa hakika umenikumbusha yaliyopita. Yaani kuna muda natamani tungerudia, lakini mimi ni kimvuli. Ila usijali, mimi nimeamua kufuta maumivu yaliyokuwa tayari yameutawala moyo wangu baada ya kuniambia ndani ya miaka 10 umeutunza. Lakini nikuombe kitu, kama itatokea mimi nikashindwa kukuweka, basi endelea kutunza ili siku ya mwisho ukifa upate thawabu mbinguni, maana Mungu hatakuhesabia haki, kwa kuwa mumeo baada ya kufa ulijitunza ukasema hakuna mwanaume mwingine anastahili kuona utupu wangu. Thank you Waweja. Unajua au basi hatimaye tumaini limerudi. Tumaini lilipotea pale ambapo ulikuwa huko. Toka uondoke mkuu wangu Bwanga, mambo yalikuwa ni magumu sana. Ilipelekea wachawi wengi sana kufa.
lakini ambacho kinaniuma zaidi, mimi nilijua tukija mjini ni kwa ajili ya kumwijia mwanao Duzu pamoja na mke wako Wendi. Lakini tumefika huku tukakuta chini ya pua ameshamuua mwanao. Alimuweka kwenye chupa muda mrefu sana, akapoteza maisha toka wako kijijini. Kitu kingine ambacho kiliniuma zaidi ni mke wako kumkuta ana ujauzito wa Mwanji. Mpaka kuna wakati naona haina haja kabisa ya kuja mjini. Natamani kurudi kijijini nikamuone mama yangu Sabina, nikamuone pia wajina wake ambaye ni mwanangu Sabina pia. Kiukweli tunapata shida sana tukiwa huko mjini. Chini ya pua yupo mjini. Yaani mimi nilizani labda mambo yataishia kijijini, lakini tulivyofika huku alianza Sabugu akakufuata huko uliko mpaka leo hajarudi. Vava milionea pia alipotea mazingira ya kutatanisha sana mpaka leo hatujamuona. Lakini kuna Mangala, kuna Mbigili, wote hao sijajua wako wapi kwa sasa. Kudobadoba alifariki na tukamzika sisi wenyewe. Hivyo limekuwa ni janga kubwa sana ambalo mpaka sasa sina imani tena na uchawi mkuu wangu. Chini ya pua. Safari hii ili uweze kutamka jina la Bwanga ni lazima ulite mara 3. Bwanga, Bwanga, Bwanga. Chini ya pua. Kwa hiki ulichokifanya na kwenda kusambaratisha kizazi chako chote, na nakuhakikishia nitaenda kukuangamiza wewe pamoja na vizazi vyako vyote. Kwa kitendo hicho kifanya cha kumuua mwanangu Duzu wa Duzua, Macho Duzu, mtoto Sukari, kamwe sintakuacha salama. Nakwambia sintakuacha salama wewe pamoja na kizazi chako. Nitakuangamiza wewe pamoja na vizazi vyako vyote mpaka nihakikishe nimekufutilia mbali katika uso wa dunia. Maana vita ulivyovianzisha ni vita vya Walianchai na Walianchoka, na vita hivi havitaisha kamwe. Duzu mwanangu, najua umepumzika, na uko ulikopumzika, pumzika kwa amani mwanangu. Babako nimekuja tena kama sintakuja. Duzu wa Duzua, Macho Duzu, mtoto Sukari, pumzika kwa amani mwanangu. Sawa, inaweza kuwa jambo rahisi sana, lakini tuweza tukasema twende tukamuue, tukamkuta na nafsi ya chini ya pua. Kabla ya kumuua Mwanji akatua yeye. Nyamaza. Hivi vita haviwahusu. Hivi vita niacheni mimi. Ndio ndajua namna gani ya kupambana na mtu huyu. Nyinyi hamuviezi vita hivi. Sawa mkuu. Chini ya pua, Bwanga amekuja mjini na anaonekana na hasira kali sana. Nahisi amekuja kulipiza kisasi, kwa sababu mtoto wetu alimchukua mke wake. Hivyo basi inabidi tuwe makini sana. Nahisi anataka kutuua sote. Nahisi anataka kuteketeza familia nzima. Hivyo basi unachotakiwa kukifanya sasa hivi ni wewe kutorudi kabisa kwenye mwili wa Mwanji. Maana
tutamtafutia matatizo makubwa sana. Huyu Bwanga safari hii hana mchezo kabisa. Mwanetu atalazimika kuishi kama zekezeke mpaka tutakapoimaliza hii vita, ndipo atakuwa sawa. Lakini kwa sasa hivi acha tupambane na huyu mtu asiyosikia wala asiyoelewa. Tuwe makini sana. Bwanga amekuja mjini. Hii mbona itakuwa ni hatari? Ina maana huyu Bwanga hasikii. Nimemuua mtoto wake. Nilimtia busha, nikajua atajifunza. Lakini ndio kwanza anazidi kuchokonoa vita. Sasa huyu Bwanga anachokitaka atakipata. Unajua ananivuruga. Tena ananivuruga kweli kweli. Hivi kwa nini watu kiwaonya hawawezi kusikia? Kwa nini watu kiwaelekeza hawasikii mpaka ufanye vitendo? Sasa Lazizi, na kuhakikishia mpenzi, nyonga mkali aini. Huyu Bwanga alichokifuata atakipata, kwa sababu kwa sasa tuna nguvu. Mimi na wewe tukiungana, wapenzi wapenda nao, nguvu moja, tutaua kama hatuui tena. Na huyu tutamgawana vipande vipande. Japokuwa hatuli nyama, ila tutageuza mpira dana huku tukirushiana tukisema Bwanga, kwa heri ya kuonana, tutaonana ahera. Aje kule kuzimuni tukutane. Vita kwa vita itaendelea mpaka dunia ya mwisho itakapoisha. Lakini unajua kuniambia kwamba nisirudi kwenye mwili wa mtoto wetu, tutamfanya ishi vibaya kweli kweli, kwa sababu atashindwa kuhudumia mjukuu wetu. Maana yake hataweka tena mbolea. Kama unavyojua, unapopanda ni lazima upalilie, huku unaweka mbolea ili zao listawi. Sasa mjukuu wetu asija katoka mara kichwani nywele hana, ila nitajitahidi. Unajua nini mpenzi? Yaani nikikutazama ninakumbuka enzi zetu za uhai, kipindi tunapendana mapacha kama kumbi. Tunaenda Kitonga, kina Eliza wanasema hakika watu hawa ni wapenzi na wanapendana. Mara tumeenda tambani shule mara tumeenda kanisani, huku majirani roho zinawakereketa kweli kweli. Lakini haina shida, ninajikaza. Unaelewa? Usijali mpenzi, nitakubali kuishi unavyotaka, ila si tutaenda wote kwa kipindi hiki ambacho bado sijarudi kwenye mwili wa mtoto wangu. Tutakuwa wote, si ndio? Hapo sawa. Kijana, kama unapenda maisha yako ni bora ukatoka nje kwa hiari yako. Bila shaka hapa ndipo anapoishi Mwanji, yeye pamoja na familia yake. Ndio, lakini anakaa kwenye nyumba ya kule mbele. Vipi anaweza akaepo muda huu? Sifahamu kweli, kwa sababu sina mazoea nao, na tangu aje sijawahi kuwa na mazoea nao hata ya kuongea kabisa. Sasa sikiliza nikwambie. Tena unisikilize vizuri, ili ni agizo na ulizingatie. Uwe na mazoea nao ama usiwe na mazoea nao, watakapokuja uwafikishie hizi taarifa, na sio ombi. Kama nilivyokuambia, hii ni lazima. Kwa nini mnawatafuta hivi? Kuna jambo baya ambalo walilifanya? Unataka kujua ni kwa nini tunawatafuta?
nimerudi, nimerudi, nimerudi.